tukaba tugeze kuri uyu munsi wo gutana kumva ijambo ry'Imana. Hata na sisi tumekusanyika na kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Hatuwezi budi kumshukuru Mungu. Imana nishimwe. Mungu ashukuriwe. Ubundi tutaraje mu ijambo ry'Imana, kabla tujaingia katika neno la Mungu, hari amagambo umwungeri yavuze. Kuna maneno ambayo mchungaji ametoka kusema. Yavuze hejuru y'urusaku. Amesema kwa kadiri ya fujo. Ayo tugeze hanga barahera Imana. Wakati tunapofika hapa ni patakatifu patakatifu. Umwami utabami bose. Hapa ni kwa mfalme ambaye anawapita wote. Umugabo utabagabo bose. Yeye ni mume kuliko wote. Yewe nageze hami Bukavu. Mimi nimefika hapa nikitoka katika DRC Bukavu. Nija bwitorero rimwe, nikaingia katika kanisa moja huko. Sanga abantu barimo, nikakuta watu walioko. Uwinjiye gusa, yeyote ambaye anaingia, mfuka magasenga Imana. Yeye ni kupiga goti na kumwomba. Abandi ko baravuga kuri zaruga gusa. Hata wengine wanaendelea kunena kwa ndimi. Abandi kunyeganyeza intebe. Hata kutingisha kiti. Abandi ko nukurya bayipanze. Hawa kama diakoni walivyopanga. Akicara gusa kanda gusenga Imana. Yeye ni kuketi na kuomba Mungu. Naruga gusa ko ziravuga. Hata ndimi zidi kumiminika. Bene data ahana ahera Imana. Ndugu zangu, hapa ni patakatifu. Tugeze hano ntakuvugana n'undi muntu. Tunapofika hapa si mahali ya kuongea na mtu. Tuzaturindi Imana ivuga gusa. Hata ni kuchunga lile ambalo Mungu ameliatakalo. Iyo tugeze hano tatutegereza Imana ivuga. Sisi tunapofika hapa ni kungoja lile Mungu ambalo atakalotenda na kunena kwetu. Ariko nabona ko muri abantu bazima. Hata mimi naona nyinyi ni watu wazima. Mukwiye kumva. Ni lazima msikie haya kwa makini. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ni hejuru y'imyambarire. Ni hejuru y'imyambarire. Kwa ajili ya mavazi ama kuvaa. Ufishe mchungaji abigezeho. Hata kiongozi amegusia. Imyambarire. Mavazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umuco. Neno linasema sisi ni nuru. Abakristo ni umuco. Wakristo ni nuru. Dukwiye kumurikira isi. Ni lazima tuangazie ulimwengu. Ariko si imyambarire dufite. Lakini mavazi tunayoyavaa tari umuco. Ni kweli tunaweza kuwa nuru. Bene data. Ndugu zangu, iyo dusanga hari Korinto, tukiona katika mji wa Korinto, nao wari umurwa munini. Nao walikuwa ni mji mkubwa. Kandi wari uteje imbere. Na hao walikuwa kimaendeleo, walikuwa mbele. Kaha muri Kenya, kama nchi hii, kaha mu Rwanda, kama hizo nchi za tatu, na handi hose, hata na kwingineko. Ariko habaga imyambarire ibiri. Lakini kulikuwa type mbili za mavazi. Wasangaga Wakristo bafite abo myambarire. Unakuta Wakristo wanayo mavazi yao. N'abapagani bakagira yao myambarire. Hata wanaotenda kazi ya kipagani nao wanayo mavazi yao. Iyo hageraga ngo umushitsi Korinto. Wakati kufika mjini Korinto, wewe ni mgeni. Ngobonaga ngo uyu mukristo. Hata wewe unajua kwamba huyu ni Mkristo kabla hajanena. Kubera ngo imyambarire. Kwa sababu ya mavazi yake yeye alikuwa amevaa. Ukamenya ngo uriya ni umupagani. Hata unajua huyu ni mpagani. Imyambarire. Kwa sababu ya mavazi yake. Abaye bazamwisho. Wanaoenda mbinguni. Abakeneye kuja mwisho. Wanaotaka kwenda mbinguni. Abakeneye kuja mwisho. Wanaotaka kwenda mbinguni. Bafite kubaza bamba. Hao wanayo gisi wana mwenendo wao. Abakristo bafite kubaza bamba. Wakristo wanao mwenendo wao gisi na mavazi yao wanaweza. Mtu kwambara kikwembe kimwe gusa. Na hata mtu kuvaa kitenge moja. Umugore wabyaye. Mama aliyejifungua. Eteso. Napatisha hayo. Ariko bene data. Lakini ndugu zangu, Wakristo bafite kubaza bifata. Wakristo wanao mwenendo wao. Bafite kubaza wage. Wanao mwenendo wao. Bazagira kubaza wao. Tunayo tamko za Wakristo abateze kuzaja mwisho, ambao wanatarajia kufika mbinguni. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Hata tuingie mara moja kwa neno la Mungu. Uyu munsi ijambo ry'Imana twasase kuganira kuri uyu munsi. Siku ya leo neno ambalo tumetaka tuzungumze ni ukwiyanduza. Hao ni kujichafua. Ni ukwiyanduza. Kujichafua. Kuna uyu munsi, naona siku hii turiko twese tubake. Sisi wote tuko tunatabasamu. Kandi tumeze neza. Hata tuko sawa. Kamesha mahuzu yako. Hata tumefua nguo zetu. Ariko leo uvuye mu kazi. Lakini kama ukitoka kazi, uze ukontroli. Au unaweza kuangalia gisi wewe ni mchafu ama umechakalika kikazi. Changa somo mwana. Ama mtoto. Iyo mwambisi huzu. Unapomvalisha nguo. Akajari mwivu. Yeye anaenda kucheza vumbini. Changa la mzondo. Ama matopeni. Usivuga mwana iya. Yeye unasema amechakalika kwa sababu yeye alikuwa ameenda kucheza. Ukamwaka wa mwenga. Hata unamvua vazi hilo. Ukamwambia kurumu. Unamvika vazi lingine.
kugira ngo aboneke afite ubucafu, ili apate kuonekana yeye si mchafu mbele za watu. Uko niko abantu baza biyanduza mwisi. Hao ndivyo gisi watu ambao wanavyojichafua katika ulimwengu huu. Ariko twebwe tuba kuyanduza tuvuga. Lakini sisi hatutaongeza machafuko hayo. Tunavuga kuyanduza kwa mumuti. Sisi tutaongea machafuko ya kirohoni. Kuyanduza kwa mumuti. Kujichafua kirohoni. Turavuga abantu biyandusha. Hata tutaongea watu ambao wamechafuka katika kiroho. Nini inasababisha watu wakwe chakafu katika moyo? Hata nini inaweza kuwaponya watu ambao wamechafuka katika kiroho? Ni maneno mawili ili tupate kutamatisha ibada yetu ya leo. Tusomye magambo y'Imana. Sisi tumetoka kusoma neno la Mungu. Ukunda babasa umusore Daniel. Danieli, kijana Danieli. Yari umuyuda. Yeye alikuwa ni Myahudi. Aragenda mu gihugu cya Babuloni. Hata akaingia katika nchi ya Babuloni akiwa utumwani. Babajana iminyago. Wao wameenda katika utumwa. Mu gihugu cya Babuloni. Katika nchi ya Babuloni. Katika nchi ya Babuloni. Hari ku ngoma y'Umwami Nebukadnezar. Hayo ilikuwa ni katika ufalme wa mfalme Nebukadnezar. Nebukadnezar yari umwami ukomeye. Nebukadnezar alikuwa ni mfalme mkuu. Ateri Yerusalemu. Yeye akapiganisha Yerusalemu. Ajana abantu iminyago. Hata akachukua watu mateka. Abagajeje Babuloni. Alipofika katika mji wa Babuloni, ashaka kuvuga ngo yeye akataka kusema ati ndashaka kuvuga ngo shaka abasore beza. Mimi ninataka nione vijana wazuri. Kugira ngo mbigishe imvugo z'Igikorodai. Ili mimi nipate kuwafunza lugha hizo ambazo ametaja za Kikarudai. Mbigishe n'ubwenge bwabo. Hata nitawafunza akili ya Kikarudai. Ati muzanire abasore beza. Hata akasema leteni vijana wazuri. Kugira ngo tubigishe izo mvugo. Ili tupate kuwafunza maneno hayo. Bajanemo n'abahungu b'Abayuda. Hata wakaingia vijana wa Yahudi. Wamaze gushika. Walipofika atariko tuzo bamaze gushika Babuloni. Kwa sababu wamefika katika mji wa Babuloni. Tugiye kubigisha. Sisi tutawafundisha. Ariko kubigisha kwao. Kuwafundisha kwao. Aravuga ngo nzazana ibyo kurya. Mimi nitaleta chakula. Bivuye ubwami. Ambayo inatoka katika nyumba ya ufalme. Hata kinywaji vile ambayo inatoka katika mji wa kifalme. Hizo ndizo watatumia wakati watakuwa kugira ngo myaka 3 nishira. Miaka 3 itakapotamatika bazoshi mbele y'Umwami. Ili wapate kwenda mbele za mfalme. Abantu bazorasa neza. Na hala watu watakuwa wako na mwili mzuri. Ariko Danieli. Lakini Danieli ngwagambira kutianza kuzo kuja. Yeye akasema kiroho kwamba hawezi kutumia chakula cha kifalme. Ambira wa mugabo wabarindaga. Aya akamwambia huyo alikuwa akiwachunga. Atuduheza mazi n'ibishimbo. Akamwambia sisi tukule maji pia maharagwe. Ati ndio tuzorya. Hayo ndio sisi tutakayotumia. Wa mugabo arababwira ati. Na huyo akawaambia ati urashaka kumtishigia. Wewe unataka mimi niulio kwa ajili yako. Baheza mazi n'ibishimbo. Mimi niwape maharagwe na maji. Abandi ko bari ibyo kurya by'ubwami. Hata wengine wanatumia chakula kifalme. Birumuzemo birungo. Hata wameweka hizo ambazo zinaweza kuwa tamu. Ili upate kunenepa na watu upate kuonekana mbele za watu. Lakini Danieli akamwambia, tugerageze kumisi 10. Jaribu siku 10. Ambazo bebe. Hii nao utaona. Ambazo kubagereza kumisi 10. Hata yeye akajaribu hizo siku 10. Ambazo kubaheza mazi n'ibishimbo. Hata akawapa maji pia maharagwe. Ngo wararya. Hao wakakula. Abandi barigizo kurya by'umwami. Na wengine wakakula chakula kifalme. Ya minsi mbishire. Siku hizo zilipotamatika, ngabitegereze. Alipowatazama yeye mwenyewe. Asanga abasore b'Abayuda. Akaona vijana wa Yahudi. Bali babyibushye. Hao ndio wanatabasamu sana. Kuliko ambao wanakula chakula kifalme. Yesu ashimwe. Amen. Kuko ngo bari kumwe n'iki? Kwa sababu walikuwa na nini? Kwa sababu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Hao walikuwa na Mungu mwenyewe. Hao wakakuta hao ndio wamekuwa maroho. Hao wakawaambia nyinyi mtaendelea kukula hii. Hata wakaendelea kutumia chakula hicho. Wakaendelea kutumia chakula hicho. Miaka 3 ilipoisha. Miaka 3 ilipoisha. Akakuta vijana hao ndio walipofika katika mbele za mfalme. Wakakuta mfalme. Alipowatazama akaona hao ndio wako kuliko waliokula chakula kifalme. Ambao wamekataa kujichafua na chakula kifalme. Hiyo chakula cha kifalme. Kwa sababu hao walikuwa ni Wayahudi. Wao walikuwa wametoka katika nchi ya Yerusalemu. Hao ni watu ambao walikuwa wamemjua Mungu wa kwao. Kwa sababu chakula hiki yeye alikuwa akipitia mbele za Mungu.
kwa zikipitia mbele ya miungu, sijichafue na hiyo. Ndugu zangu, inawezekana kwamba unaweza jichafua, unaweza jichafua kwa sababu ya tabia za hizi. Inawezekana kwamba tabia za nchi hii, lakini msishike tabia za nchi hii. Nyinyi msijichafue. Hao wakakataa kujichafua kwa kula chakula kifalme, kwa sababu chakula hiyo ilikuwa ikipitia mbele za Mungu, kwa sababu walikuwa wamemjua Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na pia na Yakobo, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu kweli, haikuwa ni Mungu sio miungu. Tugia kureba dusanga undi muntu utariyandusha. Kitazama tunakuta mtu mwingine ambaye yeye hakujichafua. Yosefu. Kijana Joseph. Mrabizi Yosefu. Unamjua Joseph? Muhungu wa Yakobo. Yeye ni kijana ya Yakobo. Katika watoto wake 12. Aliko Yosefu. Lakini Yosefu yeye alikuwa akienda na kubwa zake kwenda kuchunga. Yeye alikuwa na miaka 19. 17 sorry. Hata yeye alikuwa akienda na wakubwa zake kwenda kuchunga malisho. Hata alikuwa akikuja na rejea anaambia babaye ambaye maovu ametenda. Lakini baba alikuwa anampenda sana, na hata ndugu zake wakamchukia. Siku moja alipolala akaota, akaona alikuwa wakivuna katika shamba, hata mavuno yao akazunguka yake, na yeye yake ikaendelea kuimarika. Na hata siku nyingine akaota, hata akaona mwezi, jua, pia na nyota 11. Hawa wamepiga, wameanguka kifudifudi mbele zake. Babaye akamwambia, ndugu mtoto wangu, hizi ndoto ambazo unazoziota ni ndoto gani? Hata ndugu zake wakamchukia. Hata ndugu zake siku moja wakaenda, hao wakaenda kulisha kama ilivyo kawaida. Hata siku moja baba akamwambia Yosefu, kuja mimi nikutume, utaenda kuangalia ndugu zako mahali walipokwenda, hata na kundi walilokuwa nalo, kama ni wazima, kama hata na makundi hayo ni mazima. Yeye akaenda. Alipofika, walipomtazama kwa umbali, hata wakasema kwamba mwotaji anakuja. Hata wakaenda shauri ya kumuua, hata tuone kama ndoto zake zitatimilika. Hata wakakuja. Alipofika, na hayo yalikuwa amewaletea chakula, hao wakamchukua, wakasema tumweke katika shimo. Hapo kulikuwa wamechimba shimo ndefu. Hizo ni shimo zilikuwa zimejaa maji. Hata wakasema tumweke katika shimo ambalo halina maji, hasa tutazame kama ndoto zake zitatimilika. Hata mkubwa wake akasema tusimuue, ili damu yake isikuwe juu yetu. Sisi tutamweka katika shimo ambalo halina maji. Wakamweka katika shimo hilo. Wakaanza kukula chakula alichowaletea. Hata wakaona tala wa Ishmaeli, wakasema tumuuze kuliko kumuua. Hao wakamuuza. Walipomuuza, hata wakachukua dume kondoo, hata wakachinja, kwa sababu alikuwa na hilo vazi lake babaye alikuwa amemuundia. Hata wakaliweka damu, hata wakatuma kwa babaye, wakamwambia angalia mtoto wako, hata simba wamemuua. Babaye akahuzunika sana. Lakini ambalo tumesema neno ni
kujichafua. Nituvuga magambo menshi ya Yosefu. Hatutaongea maneno mengi ya Yosefu. Twavuze ijambo kwiyanduza. Lakini neno kujichafua. Yosefu baramujana. Yosefu akaenda. Bamaze kumushita. Walipomfikisha, ubwo baramugurisha muri hao wakamuuza katika nchi ya Misri. Agurwa na Potifari. Yeye akauzwa na Potifari. Umukuru w'ingabo za Farao. Haya alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Farao. Amaze ngamushira mu rugo rwiwe. Akamweka katika boma lake ama nyumba lake. Yeye akakuwa mahali hapo kwa mfalme. Yeye akawa mtumishi kama wengine. Akorizo mu rugo rwose. Na yeye akaendelea kuwa mfanyakazi katika nyumba. Yeye akafanya katenda kazi hapo katika kambi. Abigirwaho mugisha. Yote akakuwa na baraka kwao. Mu matungo, katika makundi, mu mirima, katika shamba. Potifari ngamubikisa bose. Hata Potifari akamwamini na akamweka hata mali yake yote akamweka mikononi mwake. Yosefu ngabomwana w'umuntu. Yosefu akakuwa mtoto wa nyumba. Ariko bukeye, ilipokuwa siku moja, uyu mugore wa Potifari, bibi ama mke Potifari, aterwa na Satani. Yeye akaingiliwa na shetani mwenyewe. Aramubwira ati dukora ibyaha. Akamwambia kuja tutende dhambi. Yosefu aramubwira toya. Yosefu akamwambia la. Sinakora ibyaha bingana biti. Mimi siwezi nikatende dhambi kiwango hicho. Potifari yanegura ibintu byose. Potifari amenipa yaliyo yake yote. Katika nyumba hii. Ariko wewe gusa. Lakini wewe mwenyewe. Yakumba. Hata nikabidhi wewe. Aguma mu rugo. Yeye akaendelea kuishi hapo. Ariko bukeye wa mugore kumana muhazi. Lakini siku moja mama huyu akaendelea kumsuku kumwambia. Ariko Yosefu mwali yuzi umuka w'Imana. Lakini Yosefu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu wa Mungu. Yuzi umuka w'Imana. Aliyejaa Roho Mtakatifu wa Mungu. Yeye hawezi kupapasa papasa. Yeye hawezi kupapasa papasa. Yeye alikuwa na Roho wa Mwenyezi Mungu. Roho ndiye alikuwa akimwongoza. Siku moja akaingia katika nyumba. Kama mtumishi anavyoingia katika nyumba. Hata na bibi Potifari akamushika. Alipomshika kwa nguvu, hata Yosefu akavua vazi lake. Hata akamwachia vazi lake, yeye akakimbia akaenda nje. Alipofika nje, hata bibi Potifari akapiga nduru. Hakuna watu waliokuwa hapo karibu. Akasema, tazameni Mwebrania huyu. Hata tazama lile amekuja kunifanyia kutendea. Yeye amekuja kunidharau. Yosefu akakimbia. Kwa sababu alikuwa amejaa Roho wa Mungu. Yeye hakufadhaika rohoni mwake. Si wakati huo Potifari hakukuwa hapo. Potifari akaingia. Alipofika, bibi akamwambia habari. Akamwambia, tazama yule ambaye yeye amekuja kunidharau. Hata mimi nimebaki na nguo yake. Hata wewe unaweza baki. Hata unaweka vazi la mtu ambaye unawezekana unaweza kubali kwamba ametenda. Hata mume akashikwa na hasira. Yeye akamshika. Yeye akampeleka. Hata akaweka kwenye jela. Lakini Yosefu, kwa sababu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu wa Mungu, alipofika katika jela hiyo, yeye akakuwa mkuu wa wafungwa. Hata yeye akakuwa mkuu wa wafungwa. Yeye akaneemika. Yosefu akaendelea kuishi hapo. Alipofika katika jela hiyo, hawakakuta wabwana wawili. Hao walikuwa wameweka kichwa katika mtu. Lakini Yosefu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Yeye akaendelea kuishi hapo. Akawaambia, kwa nini nyinyi mmekasirika? Hao akaambia, sisi tumeota ndoto mbili. Hao nilikuwa ni tofauti. Hata tunakosa mtu ambaye akaambia, nielezeni haya. Yeye alikuwa ni yeye alikuwa akitoa hiyo kwa Farao. Yeye alikuwa amehusika na mambo ya ugali kwa Farao. Mmoja akasema, mimi nimeota. Mimi hata nilikuwa nimejitunga.
hata nimeona kunguru hizo zimekuja zikakula hizo pakito yangu. Akamwambia siku chache huo utatundikwa. Na mwingine akamwambia siku chache wewe utafunguliwa, hata utarudia mahali ulikuwa, lakini unikumbuke ukifikapo. Alipofika yeye akasahau. Na ilipokuwa siku moja mfalme akaota ndoto. Alipoota ndoto zake akamwambia aliyokuwa hapo, nyinyi kuja fafanua ndoto hizo. Na hao wakashindwa kuzifafanua, lakini Bwana huyo akakumbuka. Akasema katika jela kunayo mtu ambaye ni Mwebrania, yeye ndiye anaweza kufafanua hizo. Akawaambia nenda mumchukue mumlete. Hata wakanyolewa, hata wakampa maji akaoga, hata wakafika vazi safi, hata akafafanua ndoto za mfalme. Alipoambia mfalme aliyoomba, Farao akaendelea kuwa Yosefu akaendelea kutawala huko katika nchi ya Misri, kwa sababu yeye hakuwa anajichafua mwenyewe. Ambao Kristo ambao wajichafuru, siku ambao watatoka ulimwengu huu, hao watakuwa warithi katika ufalme wa Mungu. Hao wataendelea kuishi na Bwana milele. Hao wataendelea kuishi na Bwana milele, ambao wajitawafanikisha na hayo yote. Nyinyi acheni kujichafua. Hata dunia hii inapojaribu kujichafua, lakini ni muda mchache. Tukisoma katika kitabu cha Esta, tunakuta msichana Esteri huyu, yeye naye hakujichafua. Yeye naye alikuwa ni Myahudi pia. Na yeye msichana huyu Esteri, yeye alikuwa ni yatima. Yeye hakukuwa na baba na mama. Baba na mama walipofariki, lakini Mordekai babake mdogo, yeye akamlea. Ilipokuwa siku, kulikuwa mfalme ambaye anaitwa Ahasuerus. Yeye alikuwa na nchi hizo, alikuwa akitawala nchi 127. Alipotaka kugawa nchi hizo ili yeye alikuwa akitawala katika nchi 27. Wakaleta wengine walikuwa ni viongozi katika nchi hizo, wote wakakuja kwake. Lakini Esta yeye alikuwa ni Myahudi. Lakini Mordekai yeye alikuwa ameambiwa usitaje taifa lako. Alipokuwa hapo, alipoketi hapo Esteri, noneho umwami mfalme Ahasuerusi yeye alikuwa ni mfalme mwenye nguvu. Yeye alipotaka kugawa nchi hizo, alipotaka viongozi wengine ili wapate kumsaidia kutawala nchi hiyo. Yeye alikuwa na mke ambaye anaitwa Vashti. Yeye akamwita, akamwambia kuja katika ufalme. Lakini Vashti mwenyewe yeye akakataa kuja. Yeye akakataa kuja. Nchi hizo alikuwa akitawala kuanzia katika hapa nchi ya Ethiopia, kuanzia katika nchi ya India, hata unafika katika nchi ya Ethiopia. Lakini mfalme Ahasuerusi yeye alikuwa akitazama ili apate kuonesha yaliyo yake. Yeye akaita wafalme wengine wote. Yeye akamwita bibia ya kuje. Yeye akakataa kuja bibia. Lakini wakampa shauri. Yeye alikuwa na wao walikuwa wakipa shauri. Watu walikuwa karibu naye. Ilikuwa ni wazee 7. Wakamwambia, kwa sababu bibi mfalme amekataa kuja huku,
Yeye hawezi kuwa tena mfalme. Yeye hawezi kuwa mfalme katika nchi hii. Lakini wakampa shauri, wakamwambia katika nchi zako zote tafuta wasichana wote wazuri, hata mtawaleta katika nchi ya Shushani, hata mtawaweka hapo, hata tutatafuta mmoja ambaye atamrudilia Vashti. Na kitendo ambacho Vashti amefanya kuzarau wewe mwenyewe, bali amezarau waume katika nchi yote. Mahali kote unapotawala, uandike barua, uende na wasome mahali kote, wamama wote katika nchi hii, ili wasiwazarau waume wao, kwa sababu yameanzishwa na Bibi Vashti. Akaiya akashika hiyo shauri. Aliposhika shauri hiyo, yeye akaenda wakaleta wasichana wote, hata wakaweka katika mji wa Shushani, hata wakawalea miezi 12, hata wakawapa yatakayowafanya warembo zaidi, ili wapate kuwa wazuri zaidi, ili wafikie kiwango watakuta mmoja awe bibi ya mfalme. Hao tunasema ambao watu hawajajichafua. Lakini Esta mwenyewe walipofika hapo, yule ambaye alikuwa anahusika naye yeye akampenda. Sasa tuendelee hivyo. Aramushima, yeye akamfurahia, akaona mwenendo wake na jinsi tabia zake. Esta mwenyewe yeye alikuwa ni msichana mzuri ambao miezi 6 amewapa vitu ambavyo wasaidia kuendelea. Wengine wakaendelea kufanya hayo. Hata unaona watu wengine wakiweka katika masikio, kwa sababu hawakuumbwa, si maumbile yao, si makucha, hiyo si maumbile yao. Mafuta wakaupaka, hata walioweusi wakawaekunda. Lakini ilivyo mwili wake, yeye akaendelea kuimarika na kusimama. Na Hagai yeye alikuwa anahusika naye, akamuona, akasema huyu anaweza kuwa mfalme, yeye anaweza kuwa bibi mfalme, yeye ndiye atamrudilia Vashti. Na yeye akamfurahia, hata akamtoa katika nyumba hiyo, hata akamweka nyumba ya mama, akangojea hapo. Siku zilipowadia, siku zilipofika, hao wote walikuwa wameregeshwa, hao wote walikuwa wakienda kifalme. Lakini wakati wa Esta ulipofika, yeye alipofika, mfalme yeye mwenyewe akampenda, yeye akamwambia kwa bibi yake nafasi ya Vashti, kwa sababu yeye hakuwa amejichafua, kwa sababu yeye hakuwa amejichafua. Ambao Wakristo ambao wajichafua siku hizo, hao wataendelea kuwa katika ufalme wa Mungu, watakuwa katika ufalme wa Mungu. Hao Wakristo ambao watende dhambi, hao watakuwa katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndio ndugu zangu, hatuwezi sisi kujitafana ya ulimwengu. Hata ulimwengu inapojaribu kutuchafua, na hata wanaendelea kutenda dhambi, lakini ni muda kidogo. Lakini tunao ufalme tutakapoingia ufalme wa Mungu, ambao hawajachafua katika ulimwengu, ambao hawajichafui na dhambi, hao wataingia katika ufalme wa Mungu. Hao wataenda kuketi pamoja na mfalme, hao wataendelea kuwa pamoja na Yesu mwenyewe. Nikigiza chanzo za watu. Nini ambaye inasababisha watu wajichafue? Nikigiza chanzo za watu ni cha. Ambalo linalowachafua watu ni dhambi. Isha alisogeza chanzo za watu. Dhambi ndio inaweza kuchafua. Hiyo tusome kitabu cha Samueli. Ukisoma katika kitabu cha Samueli,
wakabiri 11 ku murongo wa kabiri. Samueli wa pili 11 hadi mstari wake wa pili. Dusanga umwami Dawidi. Tapomkuta mfalme Daudi. Yari umwami wa Israeli. Yeye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Daudi aliyandusa. Daudi akajichafua. Daudi abandi baje ku rugamba. Hao wengine wakaenda katika vita. Daudi arasigara. Yeye akabaki. Mu mwanya mwagenda tembera kuka umwami. Yeye akaenda akitembea kwa sababu ya hata kwa juu ya nyumba kaenda akitazama alipotazama kaona bibi uitwa Betsheba. Yeye anaitwa Betsheba. Mukaolia. Yeye alikuwa ni bibi Uria. Yeye alikuwa akioga. Wasule munzu yiwe. Aliporejea kwa nyumba akaambia watumishi wake hapo. Akamwambia, je, Uria mtu huo ni nani? Baravugira ni Betsheba. Akamwambia yeye anaitwa Betsheba. Atibuka Uria. Yeye ni bibi wa Uria. Uria yeye aliye ku rugamba. Uria alikuwa katika mstari wa mbele. Akamwambia nende mumlete. Baramuzana. Wakamleta. Bakora ibyaha. Wakatenda dhambi. Bamaze gukora ibyaha. Walipotenda dhambi. Betsheba asubiri wiwe. Betsheba karudi kwake. Ngosubira magiri minsi. Alipofika siku atuma kuri Daudi. Yeye akatoa ujumbe akampelekea Daudi. Atinda twiste. Akamwambia mimi nina mimba. Daudi ngonyumva ya magambo. Aliposikia habari hizo, yeye umwami wa Israeli. Yeye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Akasema anapatisha haya kwa mfalme. Yandikira mkuru w'ingabo Yoabu. Yeye akatoa barua akampea mkuu wa majeshi. Atunoheze Uria. Akamwambia arudisha Uria akuje. Yeye akuje kwangu mimi namtamani. Tubira baraje. Akaye akakuja. Akamwambia katika vita iko aje? Ambugiro ko bameze ku rugamba. Akamwambia habari za vita. Agasinga musira komeye. Akamwambia wanajeshi wako sawa. Ndatinga musira komeye. Akamwambia wanajeshi wako sawa. Ati none gurana hanga. Sasa akamwambia utalala hapa. Ati ejo zobera kusevero utahe. Kesho ndio utarudia wende. Ngoma haizo kurya vibwana. Yeye akampa chakula cha kifalme. Aramugira tigendushi wao. Akamwambia nenda kwako. Uria akakataa. Aravuga toya. Akasema haiwezekani. Ntabwo naje wise. Mimi siwezi kwenda kufurahi. Abandi bari kuruga. Na wengine wako katika vita. Ntabwo naje wise. Mimi siwezi nikaende huko. Aramubwira ati siba hano. Yeye akamwambia lala hapa. Ucha muhaye inzoga. Hata akampa pombe. Aramwoye. Yeye akakunywa. Aramwoye. Akanywa. Wamara gusinda. Alipolewa atigendishi wao. Akamwambia nenda kwako kalale. Akagenda kamana wagaragubi. Akaenda kalala na watumishi wake. Ukeye. Alipokuwa siku yeye akajua kwamba hajaenda huko. Umwami ngo yandika urwandiko. Mfalme akaandika barua. Arwandikira umwami mukuru ngabo yabo. Akamwandikia barua mkuu wa majeshi. Aramubwira ati. Akamwambia nguru urwandiko nurusoma. Unapomaliza kusoma barua hii. Mahali kuna mstari wa mbele kuna vita kali. Uzohashire Uria. Wewe ukamweke Uria. Uzohatume Uria. Wewe tuma Uria mahali hapo. Ili apate kuuliwa huko katika vita. Amshagirwa rwandiko. Akapeleka barua hiyo. Nimba tawaze kusoma kama simbi. Kama kwa anajua kusoma kama sijui. Na hiyo barua yeye mwenyewe ndiye ametoka kumpea mkuu wa majeshi. Yeye akasoma. Akamwambia mahali kulikuwa vita kali. Akamwambia wewe nenda mahali pale. Uria akauliwa katika vita. Alipouliwa habari zikajulikana kwamba Uria amefariki. Mfalme akasema akamleta Uria kwa nyumba. Daudi akakuwa na dhambi mbili. Yeye ametenda dhambi kwanza. Na pia amemuuisha Uria. Na yeye pia akakuwa mchafu. Na akakuwa mchafu kwa sababu ya dhambi. Tukisoma katika kitabu dusanga kibizakozwe n'intumwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Dusanga umuntu witwa Anania na Safira. Tunapomkutana Anania na Safira. Bandi ufali kijono. Hao uongo ndiyo imesababisha kuwa wachafu. Kinyama kirabanduza. Uongo ikasababisha kuwa wachafu katika kiroho. Induma wazikiwa hamwe bose. Wakati mitume walikuwa pamoja wote. Bagiraga masambu yao. Hao walikuwa na shamba zao. Bakagana mazu yao. Hata walikuwa na nyumba zao. Umwana kama wale kugabigurishaga. Wakati walikuwa wakiuza hizo. Bazishiraga induma. Hao walikuwa wakipeleka mitume. Bose ngo bakagabura hamwe. Na wote walikuwa wakagawa hamwe. Hakuna maskini alikuwa katika. Hakuna pia tajiri katika huko. Lakini nani alipouza shamba lake? Yeye akaweka nafasi moja. Yeye akaweka. Akachukua ingine. Akaweka
Fungu lingine moja. Washike Petro akamwambia. Alipofika Petro akamwambia, Anania wewe. Anania, niki gituma? Kwa nini uhayo uishimana ambao wewe unamfisha Mungu? Ibyo wakoze ni biki? Yale ambayo umetenda ni nini? Ukifiti sambu jali yao. Wakati ulikuwa na shamba ilikuwa yako. Umwanya ngo yikubita hasi. Na wakati wakaanguka. Akafa. Abwira abasore baramujana. Akamwambia nenda mkazike huyo. Baragende baramuzika. Wakaenda wakazika. Umugore nawe ngo araza. Bibi akakuja. Kandi nawe ngo yarabisi. Na yeye alikuwa amejua. Kuko baciye kabiri. Kwa sababu wameweka yao. Alikuwa atazi kumugabo yafuye. Lakini hakuwa anajua kama mume amefariki. Aramubwira atese mwagurishije. Akamwambia je, mumeuzaje? Na bavuga ko umugabo yafuye. Na akasema kama vile bwana yake alivyosema. Na yeye akaanguka hapo. Naye wakaenda kuzikwa. Na siku wakafa siku moja. Wakafa kwa sababu ya dhambi moja. Ndugu zangu, watu wana ni byinshi byatanduza abantu. Kunayo mengi anachafua watu. Hata utaangalia ndugu zako. Nimwambie nisaidie kwa pesa. Kesho nitakurudishia. Hata unaenda na mwingine anabaki akilia. Hata wewe wewe umekuwa mchafu kwa sababu ya pesa na kusema. Hata wengine wanachafua kwa sababu ya wizi. Lakini ndugu zangu, acheni kujichafua ndugu zangu. Nini ambayo inasababisha watu, ambayo inaponya watu wamejichafua? Daudi amaze kwandura alipokuwa mchafu, ikiza gituma umuti wo kwandura, dawa ya uchafu hiyo, ikiza gituma umuti washo, ikiza gitukiza abantu, ambalo linasafisha uchafu huo, ukwihana ni kutubu. Ni kutubu. Abakristo watuye batazabihana. Kuna Wakristo ambao wanaishi bila kutubu. Abakristo wengi watuye batazabihana. Kuna Wakristo ambao wanaishi bila kutubu. Lakini dawa ya kuponya dhambi hiyo ni kutubu. Wakati unapotubu, Mungu anakusamehe. Daudi amaze gushumura ngo twabivuze, alipowasi kama tulivyosema, ariko mundu w'Imana, lakini mtu wa Mungu Nathan aramubona, yeye akamuona, abandika Daudi yakoze, akaona yale Daudi ambayo ameyatenda. Nathan akaenda katika mbele za Daudi, akamwambia Daudi, wewe, akamwambia Daudi, hano mu gihugu cyawe, katika nchi yako inatawala, harimo abantu babiri, kuna watu wawili, hari umuntu wari umutunzi, kunaye mtu ambaye ni tajiri, akagira inka, na alikuwa na ng'ombe, akagira intama, pondo ziko. Akaba n'ubundi wo mukene, kuna mwingine maskini, ati yarafite agatama, yeye alikuwa na kondoo lake moja kondoo lake, kandi kangaraga ku nkongoro yiwe, na haya alikuwa kimea katika kikombe chake, hata alikuwa akiweka ndani ya watoto wake, hata alikuwa ameweka kifuani mwake. Lakini kukakuti siku moja mgeni akakuja, hata tajiri huyo akaenda na akachukua kondoo la maskini hiyo moja, yeye akampea mgeni wake. Alipoambia mfalme habari hizo, mfalme akasema, katika nchi mimi ninatawala, kuna mtu huyo, ni lazima mtu huyo auliwe, na tena hata atarudisha kondoo la mwenyewe. Mtu wa Mungu Nathani, yeye akumficha, akamwambia ni wewe mfalme, umetenda dhambi na mke, wewe umeua Uria kwa sababu ni wewe. Daudi akasema, akalia sana, akalia, akafadhaika rohoni, akasema, mimi nimeasi mbele za Mungu, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Akalia sana, akalia, Mungu akamsamehe. Dawa la dhambi, dawa ya dhambi ambayo inasafisha dhambi ni kutubu. Ni kutubu. Niko Daudi yanditse Zaburi ya 51. Hata ndio zao. Nasema, Mungu nisamehe kwa sababu ya upendo wako. Mimi ondoa moyo huu, ondoa roho ambayo imetenda dhambi, na uondoe Mungu. Mungu niumbie roho mpya. Na Mungu akasikia kilio chake,
na Mungu akamsamehe. Ndugu zangu, dawa moja kutubu ni kusamehewa, ni kusamehewa, ni kutubu. Lakini Wakristo wengi wanaendelea kutenda dhambi na wanaendelea kufanya kazi ya Mungu na wanashindwa kutubu. Lakini mfalme angali yupo. Yesu angali katika kiti cha enzi. Yeye angali katika kiti cha rehema. Anatafuta wewe, rudia na utubu ili apate kukusamehe, ili upate kurudi nafasi ya Mungu. Daudi yeye alikuwa na furaha kubwa sana. Yeye alikuwa akitembea na furaha sana. Yeye alikuwa na furaha zaidi. Alikuwa akienda katika kanisa. Yeye alikuwa akimchezea Mungu na kufurahia. Lakini siku alipoasi mbele za Mungu na furaha yake ikaisha. Lakini siku tena alipotubu na hiyo furaha ikamjia kwake. Ndugu zangu, inawezekana kwamba furaha zako imepotea kwa sababu ya dhambi ambazo umezitenda. Lakini rudia. Yesu yupo. Yesu anakuhitaji. Yesu anahitajiwa na Yesu mwenyewe. Yesu anakuhitaji ili apate kukusamehe. Anapomaliza kukusamehe, ili urudiwe na nguvu tena, na Roho wa Mungu tena kurudilia, na Mungu akuongezee furaha ya Mungu. Lakini Wakristo hawatubu, hawatubu. Ndugu zangu, inawezekana kwa unacheza lakini hutatubu. Inawezekana kwamba wewe ni Mkristo na miaka mingi kanisa lakini hutatubu. Dhambi haiwezi kuisha kwa sababu ya dhambi haiwezi kuisha kwa sababu ya lakini dawa moja dhambi ni kutubu. Unanena kwako katika toba. Wakati unaponena na unaacha, hata na Mungu anakuweka kifuani mwake. Hata na Mungu anakuweka kifuani mwake. Ndio watumishi wa Mungu. Tenda sema yenu. Hawa ndio hawa wale ambao Mungu amewapatia ili wapate kuwachunga. Nena yenu yote. Tubu, hao ni watu wanaochunga. Hao wanaochunga. Hao wanazo asili nyingi. Wakaribieni na utubu na urudi katika nafasi ya Mungu. Ndugu yangu, utubu na upate kurudi nafasi ya Mungu, ili furaha ya Mungu ijae moyoni mwako, ili furaha ya wokovu iwe ndani yako. Endelee kuwa na wokovu wa Mungu. Ndugu zangu, tubuni, 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 tubuni. Tunataka kutamatisha. Tunataka kutamatisha. Tubuni. Wakati umefika. Wakati ndio huu. Wakristo ni lazima watubu. Ambaye anaweza kutoa nafasi ambayo inasababisha sisi tu. Kana Wakristo ni kweli kwa barani. Na Wakristo kweli wanaendelea kuchafuka. Lakini dawa moja tu ni kutubu. Kutubu dhambi ili upate kupona, ili tupate kuingia katika ufalme. Kuna mwimbaji ambaye ameimba ili tupate kuimba wimbo huu, akasema msijichafue na ya ulimwengu huu. Yandurishe nivyo mulisi bila itavitu bihitavuha ndimi yandurishe nivyo mulisi bila itavitu bihitavuha inyanda nizisumba ibitu bigaina uko kuperekana ukitukuna inyanda nizisumba ibitu bigaina uko kuperekana
Ndugu zangu, msichafue na ulimwengu, lakini muda mdogo na tutaenda kupumzika ili tupate kumwona mfalme wa Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie. Mungu atubariki.